masaa 24 kumwabudu Baba Baba we worship you Lord. Nakupenda Yesu hakuna kama wewe, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe,
Makikiwe
Asante Mesia wetu, asante kwa yale yote ambayo umetenda maishani mwetu siku ya leo Bwana. Tutafungua mioyo zetu kwako Bwana, tutakuomba Mesia wetu ukafanye miili zetu zikawe makao yako. Tunakukaribisha Mungu wa ajabu, ukapate kushuka maishani mwetu Mungu wa Israeli. Na kitu yote mabaya ambayo tumetenda machoni pako Bwana, tutakuomba Bwana ukapate kutusamea Bwana, ukatuoshe tena Jehova Bwana. Tunajua kwamba Bwana tumetenda vitu mabaya, lakini siku ya leo Bwana kupitia msalabani Kalvari ulipata kutuosha na damu lako safi Bwana. Ndio maana siku ya leo Jehova Mungu tunasema Bwana tukumbuke tena, turehemu Mungu wa ajabu. In the book of Romans chapter 3 verse 23 it says that for all have sinned and fall short of the glory of God. Jehovah God, we acknowledge that we are sinners today, Father Lord. And just we call unto your name, Father Lord, to wash us again, my Father. May you wash us with the blood, my Father. May you redeem us, Father Lord, from the bondage of sin. May you redeem us, Father Lord, from all the bad things of the world, my Father. You are the only one that we need at our hearts. You are the only one that we need, my Father. Wash us, Father Lord, and cleanse our hearts. May you take charge of our body, Father Lord. May you come down tonight and take charge of our lives. Thank you. Ebenezer, the Most High God. There's none like you, Jehovah Jireh. We honor you. We appreciate you. Ni siku njema ambayo Mungu ametutengenezea, na siku ya leo nilikuwa nataka kuongea kuhusu principles of expansion, ambapo tutaipata katika kitabu cha Mwanzo 13 aya ndogo 8 mpaka 10, ambayo inasema, Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. 9, je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusii, ukienda upande wa kushoto nitakwenda upande wa kuume, ukienda upande wa kuume nitakwenda upande wa kushoto. 10, Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. So unapata kwamba hata kama ilikuwa ngumu kwake Abrahamu kuacha ndugu yake Lutu wakatengane na yeye, lakini kwa sababu ilikuwa ni sauti yake Bwana ambaye alikuwa amepea Abrahamu, ilimlazimu sana akafanya hivyo, ndiposa akapate yale ambayo anahitaji. And in the principles of expansion, there are some things that you have to let go, even if it hurts you, but you have to let it go. Kama vile Abraham alipoacha ndugu yake Lot akatoka, wakati ile ndo Mungu akaanza kunena naye. Sauti ya Mungu ikaanza kuja kwake ikimwambia kwamba, Abraham, kunaye kitu ambaye nataka nifanye na wewe. Abraham, fanya hili na fanya lile. So hata kama kunaye vitu zingine maishani unaweza tamani sana, unaona kwamba nikiacha hii maisha yangu haitakuwa mzuri, lakini kwa sababu ni kitu wa Mungu ameona kwamba kitu hili alikufai na wewe nao umelikwamilia kaa kupe, unapata kwamba wakati utalikwamilia au utapata progress into your life. But when you listen to the voice of the living God, you are going to get the progress into your life and you're going to expand. The same way in the book of Genesis 14, unapata kwamba mahali pale ndo Mungu akaanza kunena na Abrahamu, akaanza kumuonyesha vitu mazuri, akimwambia kwamba look unto that land, to the farthest your eyes can see. Hiyo shamba yote naenda kupa wewe na your descendants, all your descendants. Na unapata kwamba wakati unakwamilia kitu na Mungu ameona kwamba kitu hili alikufai wewe, inapaswa kwamba ukaliache, kwa sababu even if it's so hurting unto yourself, even if it's so hurting unto your emotions, but because the living God has spoken something, you have to let it go. Ni kama vile wakati when the will of God unto Jesus ilikuwa imefika kwamba inapaswa kakufe msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, alipaswa kakufe kwa sababu hata kama ilikuwa uchungu kwake. Ndio maana wakati alienda pale Getsemani kuomba, kaambia Mungu kwamba niondolee kikombe hiki, kwa sababu kwake yeye peke yake kama binadamu hangeweza, lakini kwa sababu yeye alikuwa mwana wa Mungu na he was God, alikuwa lazima afanye vile, ndipo tukapate maisha mazuri siku ya leo. Hata wewe kama mtazamaji wetu, nakwambia siku ya leo kwamba kunaye vitu ambao unaweza tamani sana usiache. Unaona kwamba nikiachana na dada huyu maisha yangu itasambaratika, nikiachana na kazi hili sitapata kumudu majukumu yangu. Lakini siku ya leo nakuletea habari njema nikisema kwamba Mungu akisema jambo maishani mwako, inapaswa kayaache yale ambayo amekwambia ukawaache. Haikuambia kwamba usiende njia hili, inapaswa ukisiende, kwa sababu ukienda njia lile una vitu ambazo zitakuja maishani mwako zitakuzuia. Ni kama vile wakati Mungu alimtuma Jona akaende pale Ninawi akapeleka habari njema, lakini kwa sababu Jona
aliona kwamba kule Ninawi watu ni vichwa ngumu, watu ni watu ambao wampendi Mungu. Ameshaenda pale mahubiri na kuna watu mahubiri mahali pale, lakini wakapati vitu. Wakati alijaribu kujificha kuenda nchi nyingine, unapata kwamba Mungu akaleta dhoruba kali, akafanya hadi akarushwa ndani ya maji, akapata kumezwa na whale. Na inakuonyesha kwamba siku ya leo wakati unajilazimisha kwa kitu ambaye Mungu hajakuweka ndani hajaweka ndani ya maisha yako, utapata kusambaratika kila siku. Utapata kupitia majuto na machangamoto mingi kila siku maishani mwako. Ndio maana nakwambia siku ya leo kwamba you should be able to know the will of God unto your life. You should be able to discern the will of God unto your life. The will that you have planted unto your heart. The will ambaye amesema kwamba mwanangu, tenda hili na najua kwamba maisha yako itakuwa sawa. Hata kama unalikwamia, lakini yeye amesema kwamba istahili maishani mwako, usilikwamie lile, kwa sababu he has got good plans unto your life. Anasema kwamba atalijibu maombi lako at the right time, kama vile alivyojibu maombi yake Abrahamu. Unapata kwamba Abrahamu alikuwa ana mtoto, lakini wakati Mungu alinena jambo ilifanyika baada yake kuachana na Lot, ndio Mungu akaanza kunena vitu maishani mwake. Hata nawe pia kunaye vitu ambaye Mungu anaweza tamani sana ukaache maishani mwako. Amekuambia ukaziache, lakini wewe bado umezikwamia. Amekuambia ukaache dhambi, lakini wewe bado umekwamia dhambi. Anasema kwamba ukiacha dhambi, nami nitapata kufungua macho yako, nitapata kuyafungua vitu, nitapata kufungua bingu, nitaamuru bingu likaachilie baraka zako maishani mwako, kama vile alivyoamuru bingu likapate kuachilia baraka za Abrahamu. Unapata kwamba Lot aliona kwamba hiyo the land of Canaan ilikuwa place, a dried place, lakini akaona kwamba hii maeneo haya si mazuri kwake. Lakini Mungu alikuwa anajua kwamba maeneo yale ni maeneo yenye rotuba, maeneo yenye madini mengi, maeneo yenye vitu mengi ambayo sisi kama binadamu hatuwezi ona na macho yetu, lakini yeye ambaye anaona sirini anaweza kuyajua kwamba kunaye vitu ambazo ziko mahali pale ambazo zinaweza fanya vitu mazuri. Wanasema kwamba the principle of expansion is a hunting journey, ambapo wakati we want to expand, there's some things that you can pass through. Si ati unapitia kwa sababu Mungu hayuko, lakini unapitia kwa sababu Mungu anakutengeneza ili ukakue chombo kikamilifu maishani mwako, ili ukakue mtu mwenye maana, ili ukakue mtu ambayo anastahili. Ndio maana hata yale ambayo unapitia usijirudishe nyuma, ama usione ya kwamba unajidharau kwa sababu ya yale ambayo unapitia, bali inapaswa ukaambie Mungu ya kwamba niko hapa nitengeneze, niko hapa niinue, niko hapa Bwana nipanue. Kama vile alivyopanua mipaka yake Abrahamu, ndipo hata wewe nawe atapanua mipaka yako. Unapata kwamba at the time ambapo alikuwa na make this Abraham was making this agreement with Lot. Abraham hakuwa na mtoto, lakini Lot alikuwa na wafanyikazi na wote walikuwa na headsmen. Unapata kwamba Mungu alikuwa anataka kunena na Abraham, na aliona ya kwamba nikitaka kunena na Abraham ako na mtu ambaye anamsikiza na mtu huyu anampenda. Nikiondoa huyu mtu ndipo Abraham atapata kusikiza masauti yangu. Nikipata kumwambia kwamba gawaneni nyinyi, huyu mwingine aende huku, huyu aende huku, so that you may be on your own. Ndio Mungu anajua kwamba wakati nitakuwa nanena na Abraham akiwa peke yake atakuwa ananisikiza. Hata nawe siku ya leo Mungu anasema kwamba ijapokuwa umepitia changamoto, ijapokuwa umeitanishwa majina, ijapokuwa umepitia vitu mengi maishani, usirudi nyuma ama usijione mtu mdogo, usijidharau wewe mwenyewe, bali enda kwake Mwenyezi Mungu kamwambia kwamba niko hapa leo Bwana nitengeneze, niko hapa Bwana panua mipaka yangu, kama vile alivyopanua mipaka yake Abrahamu, ndipo hata wewe nawe pia atapanua mipaka yako. Mtazamaji wetu, wanasema kwamba we should move in line with God's will. When you want to expand in life, you should move in line with God's will. For there is a will that God have planted unto your heart. There is a will that God have planted unto the life of each and every one. There is a will that He wants you to make unto this earth. Kuna kitu ambacho natamani sana ukafanya hapa maishani. Kuna kitu ambacho natamani sana ukafanya hapa duniani. Na wewe unaweza ona kwamba umekamilisha, lakini yeye anaona kwamba bado hujafanya. Anaona bado hujafanya. Bwana Yesu asifiwe. Usijirudishe nyuma kwa sababu ya yale yote ambayo unaona, bali jieke na yale maenendo yake Mwenyezi Mungu. As in the book of 2 Timothy chapter 16 nasema kwamba the Bible is profitable for doctrine, for reproof, for correction and teaching in righteousness. Unaweza jiona kwamba umeweza, lakini kunaye mtu ambaye anaweza kuja kusaidia hata kama ni mdogo kiasi gani, anataka kufunze vitu ambao unastahili kufanya. Ndio maana siku ya leo nakwambia kwamba when you want to expand in life, you should be able to go in line with God's will and
God's will ni kitu ambayo inastahili wewe mwenyewe ukajijue maishani mwako. Inabidi ukamuulize Mungu ya kwamba what's the will that you have upon my life? Uko na will gani maishani mwangu ambao unataka mimi nikatekeleze siku ya leo? Kama mtazamaji, kuna kitu ambao umetamani sana ukaache lakini imekushinda, na kitu hilo naweza kuambia kwamba inaweza kukuzuia kupata vitu ambavyo unahitaji maishani mwako. Inaweza kuwa kizingiti ambayo inakuzuia wakati unaomba, inaenda it becomes a barrier unto your prayer life. It becomes a barrier hadi inafanya Mungu hawezi kusikiza vitu ambavyo unataka maishani mwako. Na siku ya leo kama unahitaji Mungu akanene nawe, unahitaji Mungu akasikize sala yako, kuna kitu ambao unastahili kuacha. Kama ni dhambi unastahili ukaache dhambi. Kama ni vitu zingine ambazo havifai inabidi ukaziache, na Mungu atakuwa anapanua mipaka yako kila siku, kama vile alipanua mipaka yake Abrahamu wakati Abrahamu alisikiza sauti yake. Kwa sababu Abrahamu alipata ni ngumu sana, kama vile Mungu anaweza kuambia tengana na ndugu yako, kwa sababu huyu ndugu yako Mungu ameona kwamba yeye ndiye atazuia baraka yako kutokuja kwako. Mungu ameona kwamba kunaye mtu fulani ambaye atazuia hata kama ni rafiki yako akiaje, lakini kwa sababu ni the will of God, anasema kwamba achana naye ili nikapate kukubariki. Hata kama itakuwa vigumu kiasi gani, tafadhali liache, na Mungu atakuwa anapanua milango yako na atakuwa nakutendea vitu makubwa maishani mwako, na najua kuna kitu yoyote ambaye itakuzuia kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni hayo tu kwa leo, na Mungu awabariki watazamaji wetu, na mahali hapa tutakuwa tunafunza neno kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tutakuwa tunanena vitu zetu, bali tutakuwa tunanena vitu zake Mwenyezi Mungu. Na kama kuna yeyote ambaye anapitia changamoto, tafadhali tunakuomba kwamba ukaende kwa magoti lako na kumwambia Mungu kwamba niko hapa leo, nikumbuke tena Bwana, nionyeshe njia zako, nioshe Bwana, nitakaze, nifungulie mipaka na nipanue Bwana, nikawe mtu tena maishani mwangu. Kama kuna kitu ambao umeomba kwa muda na unaona kwamba hujafaulu, na kuomba enda tu kwa magoti, kwa sababu magoti peke yake ndio mahali tunapata usaidizi. Mimi nikwambia kwamba naweza kusaidia, mimi kama binadamu naweza choka, lakini Mwenyezi Mungu hawezi choka nawe. Yeye ndio ako na your answers, yeye ndio ako na majibu zako ambayo atakupa kila siku. Na ni hayo tu, na Mungu awabariki.